Umefuata nini kwenye msiba wa mke wangu? Bana gani? Hili swala la msiba ni la watu wote. Umefuata nini kwenye msiba wa mke wangu? Mwache. Acha usifanye. Acha. Kwa nini unamshikia silaha wakati yuko kwenye msiba? Hili ni swala la masikitiko. Kwa nini unakuwa na hasira kama hiyo? Acha bwana, usifanye msiba. Kwanza silaha weka chini. Bwana Kapombe, babake ndio aliyosababisha msiba wa mke wangu. Bwana Kapombe, ile familia sitaki kuiona katika matatizo yangu ya aina yoyote. Sawa, lakini hili jambo la msiba mwanangu basi lishatokea. Sitaki matatizo ya aina yoyote wahusike ile familia. Nasikia bwana Mgama, nakwambiaje? Hili ni swala la msiba. Usisababishe matatizo na kuongeza maafa mengine. Nishamaliza. Sitaki ile. Sawa, nimeshakuelewa, lakini familia tena nyingine. Umeshamtibua. Hivi unajua uchungu wa kufiwa na mke? Na yule baba yake ndo anahusika katika mauaji ya huyu mwanamama. Alafu unampa maneno ya busara wakati yule ndo baba yake la umoja. Bwana Dosto, iko hivi. Mimi nasema hilo inamaanisha kitu kizuri kwao. Kwa sababu haya maafa tayari yashatokea. Na kama sawa mzee wake ndio kasababisha haya, lakini sio kufanya maafa tena mengine. Hili swala la msiba linatukusanya jamii yote, sio kwake binafsi. Umeona? Hata kama ni uchungu asubiri kwa baba yake na ndugu zake, ila sio kwa misiba ya watu wengine ambao wanahusika na mauaji ni baba yake. Anafuata nini? Hapana. Unaweza kusema anahusika huko hajahusika kwa sababu hatuna ushahidi wote. Una ushahidi wote. Maafa yote yanatokea hapa na maana nyamuone. Tunaona, lakini hilo swala lishafika mpaka kwenye chombo cha dola, linafuatiliwa kiustaarabu, sio kuchukua maamuzi tu kwanza kutengeneza vitu vingine. Na maana wewe Mzee Dosto, na wewe unamuunga mkono aendelee kufanya maafa. Haya maafa yataisha lini hapa kijijini? Wewe kidomo cha kitakuponza. Endelea hivyo. Kitakuponza nakwambia. Sawa. Nyinyi kwa hapo tu. Nakukubali sana wewe. Hivi uliona wanawake wote kijijini mpaka mwanamke yule kweli? Ana nini? Amekupa nini kakaangu? Yaani ona, tendo zote hapo kijijini zinazosifika kwa yule mdada. Bado huogopi kakaangu kweli? Hebu muachana naye kwanza. Yaani hata sielewi nikwambie nini kakaangu. Au amekupa dawa yule mdada? Maana hata sielewi. Dada, mbona nampenda kama alivyo? Alafu nikwambie kitu. Yaani katika hichi kijiji sijaona mwanamke mzuri ni kama Asha. Sawa, nampenda vile alivyo, umbile lake, tabia yake. Na sijai kusikia na skendo mbaya, skendo aina yoyote. Ndio maana nikawa nimekaa nimefikiria nikaamua niwe na Asha. Mimi mbona nampenda kama yeye alivyo anavyonipenda mimi. Haya matatizo yataisha lini? Kila jambo tunalofanya kwenye kijiji hiki kwetu ni sawa na bure. Nafukuzwa watu kwenye msiba, mguu wa baba una nini? Huo mguu wa baba una nini? Na kwa nini hataki kukata?
Sawa, ni babangu, sina cha kufanya. Baba, Hivi Asha unampenda kweli kaka yangu kwa moyo wako mmoja? Ndio nampenda. Unampenda kweli kaka yangu ama unatumia madawa? Maana sisi tupo wawili tu, mimi na kaka yangu. Tena nampenda sana kaka yangu. Vipi kuhusu mguu wa baba yako? Nampenda tu kawaida. Vipi kuhusu mguu wa baba yako? Na sisi tupo wawili tu kwetu. Sasa mguu wa babangu na mahusiano yetu yameingiliana vipi? Kwa kweli Asha. Kuna balaa. Zoe na ifi yangu. Mimi kakako nampenda kutoka moyoni na siyafanyia dawa yoyote ile. Asha. Na kama unampenda kaka yangu, mpende kwa dhati. Sawa, mbona mimi nampenda tu? Maana sisi kwetu tupo wawili tu. Tena nampenda sana kaka yangu. Yaani unampenda wewe kakako, na mimi nampenda hivyo hivyo. Sasa siyafanyia dawa yoyote ile. Kuhusu tuhuma wa mguu wa baba yako, sisi kwetu hamna baya lolote lilotufanyia. Na kusisitiza tena. Sawa Asha? Sawa, lakini mguu wa babangu mbona una shida? Mpende kwa moyo mmoja kaka yangu. Sawa, mimi nampenda mbona? Sawa, mpende kwa moyo mmoja. Haya sawa. Ondoa shaka wifi yangu, wewe unamsikia? Mbona mimi nampenda tu sana. Sawa. Nadia mwanangu, njoo tule ugali hapa. Hivyo hapa. Mafuta hata hamna, mboga yenyewe nimepika hivi hivi. Nadia mwanangu, kuna jambo nataka nikueleze mwanangu, na sio nakueleza, narudia tena, nataka nikupe msisitizo kuhusu mguu wa ule mzee ambao unasema ulikutana naye. Yule mzee mwanangu, kama unavyotuona hapa, tuko peke yetu. Kamua baba, mama yako hapa na yenyewe muoni, mama mdogo muoni, tuko wenyewe. Kwa hiyo nakuomba mwanangu, narudia tena, usije ukauangalia ule mguu, kwa sababu ule mguu ndio maana leo tumebaki peke yetu. Kamua baba, kaua mama, mama mdogo, wote hawapo waoni. Kijiji kizima hiki watu wanateketea kupitia ule mguu mwanangu. Kwa hiyo nakuomba sana, nakuomba usije ukauangalia ule mguu, ni hatari. Sawa baba, nitazingatia maneno yako.
Hapa ndo kwa mganga Mangilikwa, au kipenda ni Sogo Mangu. Anawa. Ai! Jamani, Kanawash. Ai, kanawash. Kanawash. Wapi hapa? Nasiri ni mapi hapo lishapanda. Ni kizunguzungu. Karibuni vijana. Karibuni vijana. Asante. Eleza shida yenu. Mganga, sisi tumekuja hapa. Tumekuja utupe dawa. Tawile. Kuna mzee tulienda kumkata mguu. Lakini baada ya kwenda pale tukajikuta tumetokea mtoni. Baada ya kutokea mtoni tukaamua tutafute dawa ya kuja kumuona huyo mzee. Bwana mganga, sisi tumekuja hapa, ni issue ipo vipi? Sisi tunahitaji dawa. Tukienda pale ule mzee tuupate ule mguu tuukate tuondoke nao. Ndio shida iliyotuleta hapa. Tusaidie. Dawa mnapata. Ila hii dawa ina masharti magumu. Muda wa kuitumia au muda wa kuipaka saa 5 na ni mwisho saa 8 ya usiku. Tumeelewana? Ndio mganga. Ukipaka kinyume na hapo unaweza kuona vitu vya ajabu. Unaweza ukamwona hata mamako chawi, unaweza kuona vitu vya ajabu tofauti kabisa na ukali. Mganga anawasha. Anauma. Mganga panawasha. Anauma. Wapi panapowasha mganga? Jamani mie. Sika kijana. Hiyo dawa unapaka. Unaipaka hiyo, usipake sehemu yenye kitobo. Mwisho kwenye uso, paji la uso. Ni umu. Ukizidisha umu ni kitobo, hajusiki. Sawa. Hiyo dawa ukipaka, usiongee maneno yote zaidi ya kunuia tu hapa. Sawa. Na unatakiwa uwe tumbo wazi. Usilale na mwanamke. Sawa. Naweza mkaenda. Asante sana. Nimewakuna choma. Hiyo kazi ni ngumu sana, nataka ujipange. Nina machungu sana juu ya kifo cha mke wangu, na nitahakikisha nalipa kisasi. Na kazi ya leo usiku aliotuagiza mkuu, tupo na huyu. Kama wana kijiji wameshindwa kukata mguu yule mzee, tutahakikisha tunalibeba hilo jukumu mpaka tuukate mguu yule mzee. Amba.